Ndugu mtazamaji wa Citizen, Urusi imeingia rasmi kwenye makubaliano mapya ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani na taifa la Afrika Magharibi la Burkina Faso. Hii ikiwa ni hatua muhimu katika kuimarisha uhusiano wa Moscow na Ouagadougou. Mkataba huo uliosainiwa siku ya tarehe 19 Juni kati ya mkurugenzi mkuu wa shirika la nyuklia la serikali ya Urusi, Alexei Lekachev, na waziri wa nishati wa Burkina Faso, Yakuba Zable-Gouba, pembeni mwa jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, yani SPIEF. Tukio hili ni hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano baina ya Urusi na Burkina Faso, alisema Lekachev. Tuko tayari kutoa teknolojia ya kisasa na msaada wa kitaalamu kwa ajili ya kutekeleza miradi ya pamoja inayolenga maendeleo endelevu na kuimarisha usalama wa nishati katika ukanda huu wa Afrika Magharibi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, makubaliano haya mapya yanajengwa juu ya ramani ya ushirikiano iliyotiwa sahihi mnamo Machi mwaka jana wakati wa kongamano la Atom Expo huko jijini Sochi nchini Urusi. Makubaliano hayo yanahusisha maendeleo ya miundombinu ya nyuklia ya Burkina Faso kwa kufuata viwango vya kimataifa, pamoja na usimamizi wa usalama wa mionzi ya nyuklia na matumizi ya teknolojia ya mionzi katika sekta ya viwanda, tiba ya afya na kilimo. Tangu mwaka 2023, Burkina Faso imekuwa ikishirikiana na Urusi katika sekta ya nyuklia kufuatia ombi la kiongozi wa mpito wa Ibrahim Traore kwa Rais Vladimir Putin wakati wa mkutano wa pili wa Urusi na Afrika uliofanyika jijini St. Petersburg nchini Urusi. Tayari Rosatom ilitembelea Burkina Faso mwaka jana ili kujadili ujenzi wa kiwanda cha nishati cha nyuklia katika taifa hilo ambalo ni miongoni mwa yale yenye upatikanaji mdogo zaidi wa umeme duniani. Mkataba wa awali kuhusu ujenzi wa kiwanda hicho ulitiwa sahihi mnamo mwezi Oktoba mwaka 2024. Kwa upande mwingine, kampuni tanzu ya Rosatom, Nova Wind, inaendeleza ushirikiano na serikali ya Mali, nchi jirani ya Burkina Faso, kwa ajili ya kujenga mradi wa umeme wa jua wenye uwezo wa kuzalisha megawati 200 karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako. Mradi huo wa dola takriban milioni 217 za Kimarekani, fedha zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 500 za fedha za Kitanzania, unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa umeme nchini Mali kwa 10%. Mbali na Burkina Faso, Urusi imetangaza pia kuidhinisha makubaliano sawa ya nyuklia na Mali, ingawa bado hayajatiwa saini rasmi. Wachambuzi wa Kiafrika wameeleza matumaini yao kuwa ushirikiano huu mpya unaweza kufungua fursa ya kiteknolojia, kiuchumi na kimaendeleo kwa bara zima la Afrika. Makubaliano kati ya Urusi na Burkina Faso chini ya uongozi wa Kanali Ibrahim Traore yanaashiria sio tu maendeleo ya kiuchumi kupitia nishati ya nyuklia, bali pia mwamko mpya wa kisiasa unaochochea mwelekeo wa ukombozi wa kweli wa bara la Afrika, ukombozi wa kiuchumi, kiteknolojia na kimkakati. Traore, kijana aliyeingia madarakani kwa kauli mbiu ya uhuru wa taifa lake dhidi ya utegemezi wa nguvu za magharibi, hasa zile kutoka Ufaransa, anajitokeza kama sura ya kizazi kipya cha viongozi wa Afrika wanaoendeleza vuguvugu la ukombozi lililoanza miaka 1960. Tofauti na viongozi waliotangulia ambao walirithi mifumo ya kikoloni, Traore anaonekana kulenga kuibadili mizani ya nguvu kwa kutafuta ushirikiano mbadala kama ule wa Moscow. Katika muktadha huu, Umoja wa Afrika unapaswa kuangalia makubaliano haya kama mfano wa namna mataifa ya Afrika yanavyoweza kutumia ushirikiano wa kimataifa kwa maslahi yao ya ndani badala ya kuwa viendelezi vya ajenda za kimataifa, yani za nchi za kigeni, hasa kutoka nchi za magharibi. Ushirikiano wa namna hii unatoa fursa kwa Afrika kujitengea msingi wa kujitegemea, hasa katika sekta nyeti kama nishati, afya na viwanda. Kwa hivyo, nguvu ya Umoja wa Afrika leo haipaswi kuwa ya maeneo au mikutano ya kawaida, bali ya vitendo, kama alivyoonyesha Kanali Traore kwa kuchukua hatua madhubuti za kimkakati ambazo zinaendeleza maono ya ukombozi wa bara hili yaliyopandikizwa na waasisi kama Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba na Thomas Sankara. Burkina Faso sasa ni mfano wa taifa dogo lenye msimamo mkubwa linalothibitisha kuwa ukombozi wa Afrika bado haujakamilika, lakini unaendelea kwa kasi mpya kupitia vitendo kama hivi. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunakukumbusha uendelee kutoa maoni mbalimbali katika ukurasa wetu wa comment section, na ukianza kutoa mawazo mbalimbali juu ya kuongeza baadhi ya taarifa kutoka pande mbalimbali za dunia.